leo wanahitaji kupata ushindi dhidi ya Nkana FC, mashetani wekundu wa Zambia na Afrika. Kumbuka timu hizi zina historia kwenye mashindano haya ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mwaka 1994 mfadhili wa Simba akiwa ni Azim Dewji walikutana kwenye mchezo muhimu kwelikweli wa robo finali, ambapo mechi ya kwanza Simba walifungwa magoli 4-1, goli la Simba likifungwa na Nteze John Lungu. Lakini mechi ya pili Nkana wakatandikwa magoli 2-0, aggregate 3-6, na mechi ya marudiano hiyo Mwanamtwa Kiwelu Daliki Moko na Nteze John Lungu walifunga magoli ya Simba. Lakini baada ya hapo Simba na Nkana wakakutana tena mwaka 2002, ambapo Nkana walifika raundi ya pili, lakini walikutana katika raundi ya kwanza na Nkana wakaitoa Simba. Mechi ya kwanza Simba kalala magoli 4-0. Mechi ya marejeano Simba kashinda magoli 3 uwanja wa Jamhuri Morogoro, magoli ya Simba akifungwa na Sekelo Barnabas 2-1 kwa mkwaju wa penalty, lakini Nteze John Lungu akafunga pia. Wakati huo kocha wa Nkana FC alikuwa ni Patrick Piri, ambaye baadaye mwaka 2004 akajiunga na Simba. Na Nkana baada ya kuifunga Simba wakatinga raundi ya pili, ambapo alitolewa na Zamalek. Mechi ya kwanza walifungwa magoli 2 mjini Cairo, na kule Zambia wakatoka sare ya bao 1-1, na ndio mwaka ambao Zamalek walifika fainali na wakatoa ubingwa akifunga Raja Casablanca ya Morocco baada ya kutoka suluhu Cairo, lakini kule Morocco wakashinda bao 1-0. Na mwaka 2003 Simba wakaivua ubingwa Zamalek, mechi ya kwanza wakishinda goli 1-0 uwanja Uhuru, mfungaji akiwa ni Emmanuel Gabriel Mwakyusa Batigo Batistuta, pasi kutoka kwa Ulimboka Mwakingwe na fiatu fyake. Lakini mechi ya pili mjini Cairo, acha tuone wakati mchezo huu mgeni rasmi akiwa anaendelea na shughuli yake, waziri wa viwanda, biashara na uwekezaji Joseph Kakunda. Sasa anahitaji kuona kama Simba atamfurahisha kama ilivyokuwa kwa Watanzania. John Raphael Bocco anategemewa leo kuongoza safu ya ushambuliaji ya kikosi cha Simba ambacho hakina mabadiliko na kile ambacho kilicheza dhidi ya Nkana mjini Kitwe. John Raphael Bocco, MK14 Medi Kagere na Emmanuel Arnold Okwi wakisimama kule mbele. Katikati kuna triangle fulani hivi, Jonas Mkude na James Kote wakicheza chini, juu yao Clatous Chota Chama Triple C mwamba wa Lusaka akisimama na kufanya vitu vyake vile ambavyo wengi wanatamani kuviona. Lakini backline walizi wawili ni Pascal Iseji Wawa na Erasto Nyoni pamoja na Mohamed Hussein na Nicolas Jean. Kikosi cha Nkana Red Devils nacho hakina mabadiliko na kile ambacho kilicheza na Simba. Walter Bwalia nahodha akicheza na Ronald Kampamba, mfungaji wa goli mojawapo, lakini pia Kevin Mubanga Kampamba naye akicheza, aliyefunga goli la pili kwa Nkana. Katikati Otieno Duncan Mkenya huyu Shadrack Malambo, lakini pia yupo ball dancer Harrison Musonda Chisala. Ile backline wawili ni Richard Okran raia wa Ghana na Musa Mwayeko Mohamed wa Kenya. Walter Bwalia nahodha akiwa na nahodha mwenzie, lakini mpinzani wake John Raphael Bocco. Waamuzi wanatokea Kenya wakiongozwa na Peter Waweru. Line 1 ni Gilbert Cheruiyot, line 2 ni Tony Kidia, na fourth official ni Anthony Ogwayo. Wakati kamishna wa mchezo huu anatoka Somalia, Amir Hassan. Mashabiki wamejitokeza wengi wakitaka kuona burudani hii ya kandanda, ambapo wenyeji Simba wanahitaji kushinda goli moja tu ili wawatoe Nkana, kwa maana ya aggregate iwe 2-2. Simba anufaike na goli la ugenini waliofunga Nkana Stadium Kitwe. Kwa kawaida mechi kama hizi wapo
wanaoshangilia kwa maana ya kuipenda Simba na wanaoteseka pia wako hapa, wengine wakisubiriwa. Bismillahirrahmanirrahim. Kufa au kupona, Simba Sports Club ya Tanzania. Salam Tanzania, salam kichwa Zambia, salam Afrika na kokote kule nakotupata. Matangazo moja kwa moja kutoka dimba la Taifa jijini Dar es Salaam. Baraka Mpenja, sauti ya radi, niko live kukuletea maelezo haya. Nani anakwenda hatua makundi, nani anakwenda hatua mchujo playoff ya kombe la shirikisho. Aggregate 1-2, Nkana wako mbele. Tunasubiri kuona sasa kama Simba watapindua meza leo. Seji Pascal Wawa anaimwaga pasi ile, anaondosha kimakosa. John Rafael Boko sasa, Boko ananyimwa nafasi na goalkeeper Alan Chibwe. Alikuwa anatanua kwenda pembeni katikati ya penalty area. Richard Okran, Hassan Kesi Ramadhan anajaribu kudrive uzuri sana. Kesi bado anapunguza, anaiweka pembeni huku kwa Kevin Kampamba, jaribu kutweka ndani kucheza Aishi Manula. Driving nzuri sana Hassan Kesi Ramadhan, akamwona Kevin Mubanga Kampamba, shuti lake limekwenda mkononi mwa Aishi Salum Manula. Vinginevyo ilikuwa ni shambulizi zuri, alipiga sambusa nzuri sana Kesi Hassan. Kevin Kampamba akapiga nia post, Aisha alikuwa yuko pale pale akamkatalia vizuri. Otieno, Harrison Chisala anamjaza bado Mohamed Hussein. Chisala, Harrison, weka ndani kule, weka goli kule. Walter Bwalia anatumia vizuri sana cross ya Harrison Chisala ambaye anaujaza mpira ndani ya kimia. Goalkeeper Aishi Salum Manula anabaki anashangaa. Unaweza kujiuliza, hawa ni mashabiki wa Nkana FC Red Devils, kama alivyofanya Nkana Stadium kichwa Zambia, wanakaa chini huku Walter Bwalia captain akienda kuwapa maelekezo. Mara hii Peter Weru mwamuzi anasema nyanyukeni, rudini kati. Aggregate 1-3, Simba kipress, Simba akishambulia. Harrison Chisara akamimina maji, Walter Bwalia akapiga taju header. Aishi Salum Manula hana cha kufanya zaidi ya kuona mpira unaingia kambani. Ghana wanawasalimia mashabiki, wanawashangilia hapa kwamba Merry Christmas. Nahodha Walter Bwalia anatanguliza Simba, anatanguliza Nkana FC. Dakika ya 16 ya mchezo, Simba 0 Nkana FC 1. Wakati akicheza na Richard Okran, Rasanyone kula basela ile, Batus Tota Chama, Nicola Ajian Chama bado anamwekea Kutei. Emmanuel Okwi piga juu, Russell fyatua bakora moja, ikala crossbar ama mtambao wa panya. Goalkeeper asingefanya chochote kama ule mpira unge. Mohamed Hussein, Chama, Glatus, Jonas Mkude, mwana ukome. Jonas Mkude akipokea pasi ice cream ya maziwa kutoka kwa mwamba Lusaka. Triple C akakontrol na kuachia bomu kali, akashuka na mashetani wekundu jumla. Anajibu kwamba Merry Christmas wana Simba. Mashabiki wanapata mzuka,
ni goli la kigaidi. Tazama Clatous Chota Chama Triple C Mwamba wa Lusaka akajisetia, akatandika mtu mmoja. Goalkeeper Alan Chiba alijaribu kudive. Brother, familia inakutegemea brother. Ukitegua nyonga itakuwa madhara kwa familia. Patrick Ausems Uchebe, ule mweupe unapepea tu namna hii, kitu bomba kwelikweli kwa ajili ya Simba, kama alivyofanya upande ule kesi. Maamuzi amebadilisha maamuzi kwamba sasa warushe Simba. Wewe unachelewesha muda, acha ujanja. Mara ya pili sasa tukio hili linawakuta mashetani wekundu mkana ya viwango. Nicola Jean MK14, maamuzi anasema hakuna foul kule Nkana Stadium. Maeneo kama hayo alipata faida mkwaju wa penalty ambao kafungwa na John Raphael Boko. Takuwa anamfahamu kwa sababu ametokea ligi ya Kenya akicheza Gor Mahia. G Pascal Wawa uko chini, mchezaji wa Nkana. Ulikuwa na changamoto kubwa kwake. Mwamuzi Peter Waweru anaita, wakati huo ni kona, jaribu kuzuia mpira ule. Shadrack Malambo zinaongezwa dakika 2 kukamilisha 45 za kipindi cha kwanza. Chezeni Chama inaingizwa ndani, Kagera. Yes! Yes! Oh yes! MK14 Mashine in a level aggregate. 3-3 na aggregate. 2-2 ni 2-1 sasa. MK14 Machine anapiga kichwa kizuri mno, kichwa cha kubembeleza. Wale wanaolia wako wapi? Wanaoteseka wako wapi? Kwa nini uteseke? Nkana FC wanalia pole, wanalia. Hassan Kes anakataliwa na Erasto Nyoni. Manake kwa mambo jinsi yalivyo, dakika 45 zimekamilika. Dakika 45 bora kwa timu zote mbili. Simba wakijaribu kupress, wakatanguliwa kupitia kwa goli la Walter Bwalia, lakini likafutwa kwa shuti kali kwelikweli likipigwa na Jonas Gerard Mkude. Katika dakika za mwisho, Patrick Ausems akienda dressing room anafurahia goli la pili la MK14 Mamba. Mashine hiyo alipiga kichwa ambacho Alan Chibwe goalkeeper akajitahidi kwenda kufuata, lakini kwa sababu hakuagana na nyonga akaishia hewani tu, mpira ukajaa ndani ya kamba. Maelfu ya mashabiki wa Simba waliofurika uwanja wa Taifa wanaenda kunywa maji wakiwa na furaha. Half time, mimi ni Baraka Mpenja. Simba 2 Nkana FC 1, 3-3 na aggregate.
Dar es Salaam, hello Tanzania, hello Kitwe Zambia, hello Afrika Mashariki. Kwa mara nyingine tena tunarejea ndani ya dimba la taifa Dar es Salaam, mchezo wa marudiano ligi ya mabingwa Afrika raundi ya kwanza. Na hivi sasa tunasubiri kuona dakika nyingine za pili hali itakuwaje, lakini mpaka sasa Simba ana magoli mawili, Nkana moja. Aggregate ama matokeo ya jumla na ya kule Zambia ni 3-3 kwa sababu Nkana walishinda 2-1. Kwa maana hiyo mechi imeanza upya. Anatafutwa nani ataenda hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Atakayefungwa katika mechi mbili kwa ujumla wake atakwenda kucheza hatua ya mchujo playoff ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ule wakati wa kuteseka kwa dakika 45 umewadia kwa pande zote mbili. Uwanja wa taifa Dar es Salaam, Simba 2 Nkana FC bao moja, Aggregate 3-3. Timu yoyote itakayopata goli na ikabakia hivyo itakuwa ni wakati wake mzuri. Mimi ni Baraka Mpenja, sauti ya radi. Kashamjaza Kidali Mo, Nicola Jean alidrive vizuri sana, kapiga shuti ambalo halikuwa on target, kwa maana halikulenga lango. Ayachia pasi vizuri kwa Kotei James, penyeza ile MK14 kona kwa Simba. Analalama kwelikweli Musa Mayeko Mohamed, namna gani hamjaweza kufanya coverage nzuri. Wajanja wajanja hao, ashaanza pale pale. Latamekia Manuel Okwi inagonga posti ile. Na alikuwa onside, hiyo ikagonga ba. Aya, shika kichwa. Sadrick Malambo, Walter Bwalia, mwamuzi anasema free kick. Mkaribia kabisa na edge ya box pale kwenye pembe ile. Sio foul, kwa foul ya kiujanja ile faida. Ika nafasi Ronald Kampamba weka ndani kule. Joko Murshid anautoa nje, wanakwenda kurusha Nkana FC. Na Boka anakwenda kumsikiliza. Vipi mwamba? Anatolewa Hassan Dilunga H3, anachukua nafasi ya MK14. Bila shaka ni kwa sababu ya maumivu. Cross nzuri sana ya Nicola Ochiani, katoa kichwani, alienda juu akaganda na kuweka kichwa kile ndani. Ekri Tei John Rafael Boko anafiekwa, kafiekelewa mbali John Boko. Sasa referee uvumilivu na mshinda, anatoa kadi ya njano ukienda kwa Ben Adama Ba. Yule ni Mayeko Musa Mohamed, mlinzi wa kati Mkenya huyu.
katika nafasi nzuri sana. Oko anajaribu kuweka ndani kule, gonga mwamba tena, mara ya pili na gonga mwamba. Emmanuel Arnold Okwi aliingia akaugusa ule mpira ukaenda huo ukagonga nguzo ya kushoto. Mara hii Boko na aligongesha ya kulia. HD anamwekea Chama, kashamtingisha, amemjaza na amemkubali. Chama anajaribu kupita lakini njia inakuwa nzito. Kesi Hassan Ramadhan mwamuzi anasema foul. Anaendelea kucheza mashindano ya kimataifa lakini atakwenda hatua mchujo. Yupo chini Emmanuel Arnold Okwi, ambako kule kutakuwa na mechi moja tu ya mchujo playoff ili kwenda hatua makundi ya kombe la shirikisho. Penny Adama yule alinyanyua daruga juu kweli. Mwamuzi ameshamuonya kwa kadi ya njano. Alinyosha butu kwelikweli kwa kadi ya njano. Triple C anawekea ndani kule. Kotei anarudisha tena. John Boko, Joshua Chisamba, James Kotei, Kotei kama mkude, sema yeye Alan Chibwe alikuwa iko macho. Viungo ameamua kuwasaidia akina John Boko kusonga mbele. Anapigwa chenga ile, Lungu jaza ndani kule. Chisamba, Lungu weka kona ndani kule. Aisha ameshatoka na ameshacheza. Hassan Dilunga katika nafasi nyingine tena, vijana wa Nkana. Fredi Shimenga anaichopu ndizi ile, unamkuta tena Lungu anaichopu banana nyingine. Mwamuzi asema twende, ilikuwa ni fair challenge. Chota Chama counter attack, anamwekea Emmanuel Arnold Okwi. Okwi, Alan Chibwe anamnyima nafasi. Dakika 15 zimesalia, wanakwenda sasa. Anakataliwa Mbewe. Chisamba, Lungu anamjaza, weka kule, Ismail amemtoka. Chimenga, Rasonyoni, Chisamba, Lungu tena. Hii ni vita mura. Ana moto kwelikweli. Jonas anafanya. Kesi Hassan, Walter Bwali anafoka kwelikweli kwa Kesi. Vipi bwana mdogo, mbona naleta ujanja au kwa sababu timu ya nyumbani ya Tanzania? Emmanuel Okwi anatolewa kama ilivyokuwa mechi ya kule Nkana Stadium Zambia. Anaingia Shiza Ramadhani Kichuya. Mohamed Hussein weka ndani kule. Anaonyeshwa kadi ya njano Erasto Nyoni. Isha alikuwa ametoka golini kwake. Ulipigwa mpira mrefu, Aisha alitoka akaukosa ule mpira. Juko Murshid alikuwa yuko macho. Foul. Juko ile alikuwa ni James Kotendo, amechezewa ndivyo sivyo.
Chama ameweka katika njia ile on chance. John Boko Alan Chibwe. Ilikuwa pasi ya upendo kwelikweli kutoka kwa Triple C. Mwamba wa Lusaka. Angalia pasi ya upendo. A lovely pass. John Boko akajaribu kutafuta lango lile. Alan Chibwe alichomoka kama mshale langoni kule, akaenda akamnyima Boko nafasi ile. Ni free kick. HD yuko chini, mvutano pale. Referee kabla tulieni, wanakwenda. Hassan Dilunga, Dilunga anaweka pass. Haya ni maajabu. Linafungwa kwa ligani hili? Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Nani alisema Simba hawaendi hatua ya makundi? Nani alisema? Yuko wapi wewe unayeteseka? Wanakuona, wana Simba wanafurahia. Hii ndo dhana ya nguvu moja, nguvu moja. 3-1, 3-1, aggregate 4-3. Hassan Dilunga kweka. Wow! Ewa! Yemwe. Clatous Chota Chama. Marhaba. Mwamba wa Lusaka. Mzee wa masapta. Patrick Osems, uchebe unapepea namna hii. Upala unatoka jasho la furaha. Wana Simba wanalia. Hawaamini kinachotokea. Wameshuka jumla na Nkana Football Club. Napiga ramli. Napitia kanuni na sheria za FIFA. Magoli kama haya yanaruhusiwa kweli Chama? Triple C, HD pass kwa kisigino. Alan Chibwe, utavunja mwili huo. Don't try. Taweru anasubiriwa, referee kutoka Kenya. Kipenga chake kinasubiriwa. Jaribio la Nkana na kwenda mkononi kwa Aishi Salum Manula. Dramatic win. Rekodi inafikiwa. Mwaka 2003 marehemu Christopher Alex Masawe alifunga mkwaju wa penalty wa mwisho mjini Cairo dhidi ya Zamalek. Simba kaenda hatua makundi kwa mikwaju 3-2. Miaka 15 baadaye, pumzika kwa amani Christopher Alex Masawe. Leo hii Triple C, mwamba wa Lusaka, Clatous Chota Chama anaifikia rekodi yeye na wana Simba wote. Simba anakwenda kucheza hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Nkana FC mara 3 walizokutana na Simba wameshinda mara 2 na kuwatoa Simba, lakini mara ya 3 wanakubali ndani ya uwanja wa Taifa palipo na kampeni ya kufa au kupona, wakielekea kufunga mwaka. Tele Boss Haji Sande Manara bila shaka nasema Merry Christmas and Happy New Year. Mechi ya kufunga mwaka, kampeni yake ya kufa kupona, ya mtu mwenye ushawishi, mtu mwenye karaha na raha kwa wanasimba, lakini karaha kwa wapinzani. Anawaambia wanaoteseka mikono juu, wenye furaha mikono juu. Wako wapi waliosema Simba iende hatua makundi? Unbelievable ndani ya uwanja wa Taifa. Fantastic, sensational atmosphere. Nilipira Tele Boss anafurahia aggregate 4-3. Atasema nini? Ataeleza nini zaidi ya maneno ya karaha kwa wanaoteseka? Na kuna sauti nasikika, this is Simba nguvu moja, hatua makundi.
ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni heshima kwa Simba, heshima kwa Tanzania. Bado kuna furaha kweli kweli. Hizo ni takwimu za mchezo kwa dakika zote 90. Asilimia 57 za umiliki wa kandanda kwa Simba, 47 kwa Nkana ambao wamekwenda hatua ya mchujo ya kombe la shirikisho, magoli 3-1. Mashuti ambayo wamelenga lango 8-4, yale ambayo hakulenga lango. Shots off target ni 7-3, corners ni 8-2, lakini fouls 13-19, offside 3 kwa Nkana. Simba hakuotea. Kadi za njano 1 kwa Simba, 4 kwa Nkana. Hakukuwa na kadi nyekundu katika mchezo ambao Simba ameshinda magoli 3-1, lakini aggregate ni 4-3. Hivyo Simba wanakwenda hatua makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa ushindi wa jumla wa magoli 4-3. Mimi ni Baraka Mpenja, sauti ya radi, nasema Christmas njema na mwaka mpya. Mechi ya kufungia mwaka, kufa au kupona. Simba amepona. Simba 3 Nkana 1, aggregate 4-3. Bye bye, assalamu alaikum, alhamdulillah. Kombe la klabu bingwa barani Afrika. Nipo na nahodha wa Simba John Lafray Bocco ambaye anatueleza. Bocco, mlitegemea haya ambayo yametokea leo hii? Tulitegemea kwa sababu tulienda kucheza away, tukaweza kufungwa 2-1, tukategemea tukija nyumbani tutapushi zaidi, tutaweza kupata ushindi. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ushindi tuliopata. Tunawapongeza wachezaji wenzangu kwa juhudi walizofanya, wameweza kusikiliza game plan ya kocha na kuweza kuifanyia kazi, ndio maana tumeweza kupata ushindi. Ni wakati gani ulikuwa mgumu sana leo uwanjani? Wakati wote, kwa sababu hii timu sio mbaya, wameweza kujipanga vizuri toka kipindi cha kwanza, waweza kumiliki mpira, wametengeneza nafasi na walianza kupata goli wao. Kikubwa nashukuru wachezaji wenzangu kwa kuweza kuvunjika moyo, walizidi kupambana na kuweza kupata matokeo kama katika moja nafasi ya adimu kabisa. Nilikuona ukisikitika baada ya kukosa goli kabla mjefunga goli la ushindi. Nini kilitokea? Uliukosaje ule mpira? Hii ni kawaida katika mpira. Kuna mtu anapata nafasi unaweza kutumia, kuna mtu anapata nafasi utumie. Kikubwa naangalia nini nilichokosea, naweza kurekebisha kwa mchezo ujao, naweza kuisaidia timu yangu. Hongera sana kwa niaba na Simba, hongereni kwa ushindi. Asante sana. Naam, lakini pia ninaye mchezaji Hassan Kesi, Mtanzania anayecheza timu ya Nkana FC. Kesi, kwanza poleni na mchezo. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumemaliza mchezo salama. Unadhani nini kimechangia nyinyi kupoteza mchezo huu leo? Hakuna ambacho si kilichangia, wenyewe tu tumetengeneza nafasi nyingi, tumeshindwa kuzitumia. Tofauti gani ambayo Simba ameionyesha katika mchezo huu tofauti na kule mlivyocheza Kitwe? Hakuna walicho nani, lakini wamecheza, wametumia nafasi zile ambazo walitengeneza, wamepata matokeo. Sisi tumetengeneza nafasi nyingi na hatujatumia zile nafasi, lakini napenda kushukuru, bado mchezo si hatujamaliza wala nini. Tuna mechi nyingine zinakuja mbeleni. Kwa Simba kwenda katika hatua ya makundi, unadhani nini sasa wanapaswa kufanya, ambapo nyinyi tayari mna uzoefu katika michuano hiyo? Mimi napenda kuwashauri kwamba wajipange vizuri, wale wanapoenda kwenye mashindano ili wafanye vizuri, lakini kama hawajajipanga, hawajajiandaa, hawezi kufanya vizuri. Watu walikuwa wanauliza, Kesi amekuwa mhamasishaji mkubwa kila dakika, mechi ya Kitwe na mechi hapa. Nini kilikuwa kinakufanya kuwa mhamasishaji mkubwa wa Nkana? Hamna, sio mhamasishaji ambao tumekuja hapa sisi, tuna malengo kwamba tunahitaji matokeo ili tuende mbele. Na mimi sio kwamba nawahamasisha, nawaambia sio timu ndogo, ni timu kubwa. Simba wakiwa nyumbani wanajipanga vizuri, wana kila kitu cha kujivunia, wako nyumbani, na cha msingi sisi tumecheza mchezo mzuri na tumemaliza. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote yaliyotokea ndani ya uwanja dakika 90. Asante sana Kesi. Asante. Sisi ni soka, burudani inaendelea.